Sele mdogo wangu, lazima nikifanye hichi ninachotaka kukifanya. Bila hivyo kamwe siwezi kuyafikia mafanikio. Mke wangu, mke wangu, mke wangu. Jaribio langu, jaribio langu la kutafuta mke bora. Mke wangu. Vipi? Vipi, uko salama? Lakini Ndiyo, nipo sawa. uko salama mama? Nipo sawa. Kwani kuna shida gani? Hapana, hakuna shida. Nilikuwa nataka nikujue tu kama uko sawa. Hakuna shida, afu unaniuliza nipo sawa? Hebu niambie, una shida gani? Mke wangu, kuna ndoto tu nimeiota, lakini niko sawa na hakuna shida yoyote. Ndoto? Ndoto gani tena? Mke wangu, ni ndoto tu, hakuna shida yoyote. Ndoto ya kawaida ndio kufanya uwe kama hivyo? Hebu niambie, umeota ndoto gani? Nitakwambia asubuhi tukiamka. Tulale. Mbona ondoka jana pesa matumizi ndani? Hivi mume wangu, kwa nini unaondoka unatia hata hela matumizi? Kwa hiyo mimi nimekuwa beti Ama mimi ndo na uwezo wa kutengeneza pesa? Tuna bungo kule shilingi 200 tu wanakula tena unashiba. Kwa nini hapa Zanzibar inakuwa hivi? Sasa nisikilize. Nimekuachia 2000 kwa pale. Mbona 2000 inatosha hiyo kwenye meza? Lakini 2000 mume wangu, 2000. Mume wangu 2000 haitoshi, ninunue mkaa, ninunue mchele, nikanunue samaki kweli? 2000 na watoto nikanunue mkaa, nikakununulia mchele haitoshi. Nisikilize. Mjinga wewe. Hiyo 2000 utaikuta pale kwenye meza itakutosha. Mbona uko kwenye pombe zako unaenda unatoa pesa kibao tu unatumia ovyo ovyo? Kwa nini mimi niachie 2000 humu ndani? Ndo pombe. Ndo hicho ninachokitaka mimi katika moyo wangu. Yaani bila pombe mimi siwezi kufanya kitu chochote ya kupata hata hiyo 2000. Pumbavu, hebu niache mimi. Sichukua 2000 kanunue hivyo vitu niletee humu ndani. Sasa kama si 100, sijui chukua hiyo 2000 mtajua 0. Mpumbavu mjinga wewe. Unaona bwana makombe yako hayo. Hakika wewe ndo mke bora na mke mwenye mapenzi, na mume wake bado upona. Mimi kwenye sinda na changamoto za ndoa yetu, na bado unaonesha upendo kila leo. Naam. Ndo nakwenda kazini? Ndo naelekea kazini sasa hivi. Alafu jana uliniambia kuna ndoto umeota, ukaniambia utaniambia asubuhi. Kwa hiyo basi naomba uniambie. Yaani mke wangu, kitu cha jana nilichokuambia kama nimekiota, umekeka rohoni mpaka leo asubuhi unahitaji kukijua. Sio zile ni ndoto tu kama ndoto nyingine jamani.
Mume wangu, mimi si ni mkeo na unapaswa kuniambia kila kitu kinachokusibu. Hivyo basi naomba kujua, niambie uliota ndoto gani? Haya, sawa. Unajua mke wangu, jana usiku wakati ambao tumelala nimeota, yani haya macho yangu haya yanawaka, alafu istoshe nimemtoa mdogo wangu muhanga. Hasa kwenye ile ndoto nikashangaa sana zaidi ya sana. Mimi siko na ndugu, mimi kwenye familia yetu naishi mimi kama mimi tu. Hasa huyo ndugu katoka wapi? Na alafu sasa nimemtoa kafara. Hicho ndio kinachonifanya mimi mpaka sasa hivi nakosa jawabu. Hizo ni ndoto kama ndoto zingine, hupaswi kuziweka kifuani. Sawa mume wangu? Haya, sawa basi, mimi acha niwahi kazini. Mume wangu, halafu kurudi usahau kuniletea maembe. Kama mapenzi yamenifanya niwe hivi sasa, kwa mfano nikiingia kwenye moyo wake sio ndo nitakufa kabisa, na nizikwe kwerekwe bila kazishi kufanyika. Nampenda sana lakini kumwambia sio, sijua hata nifanye nini ili kusudi niweze kufikisha zangu hisia. Nakupenda wewe tu, kwa mwingine sitoenda. Arafa, kwanza nashukuru kunisikiliza wito wangu. Unajua mimi nimeona wasichana wengi sana katika mtaa, kwa hiyo jicho langu nimekuona hapa, na mimi hapa jinsi nilivyo nishakuwa mtu mzima na lengo na makusudio ya kupita hapa kwa sababu wewe ni mtu wa matunda, uzaao matunda kwa jinsi yake ambazo mbegu zake zimo ndani yake. Moyo wangu umetokea kukupenda sana. Unioe vipi? Mbona ghafla? Sio ghafla. Unajua mimi ni mtu mzima, alafu ikifika ile eji kwamba ndoa ndo kila kitu katika ulimwengu huu. Unajua jinsia mbili zikikutana, lengo la makusudio ni kuzaa watoto, unaona, kumwabudu Mungu, kupata heri na kila kitu katika maisha haya. Kwa hiyo nimeona jicho langu kwako kwa sababu nimewaona wengi wasichana wazuri, warembo, lakini wewe umewazidi wao. Kwa hiyo nilikuwa natamani wewe uwe mke wangu. Kwa hiyo wanawake wote wamtauje ona, umeniona mimi tu? Ndiyo, nimekuona wewe. Hata jicho langu hili nimekuona wewe. Moyo wangu huu, yani umeukuna. Yani wewe ndo kila kitu katika maisha yangu. Unataka kunioa kunichezea? Hapana, sitaki kukuchezea mbona. Yani wewe nataka uwe mke wangu wa halali. Unanipenda kweli, unataka kunichezea? Maana najua vizuri ni wanaume, mkimtaka mtu na visingizio vingi, kama kutaka kumuoa, kuwa na wewe kwenye maisha yako yote. Hivi unanipenda kweli mimi? Mimi nahitaji nikuoe bai. Kwa maana lengo na makusudio kupita hapa, nahitaji tufunge ndoa. Unajua mimi ni mtu mzima na mtu mzima ikifika wakati tunahitaji kifinge familia. Yani tupate familia, tuzae, tupate watoto kwa hivyo. Basi sawa, subiri nijifikirie, alafu niongee na mamangu, nitakupa mrejesho. Basi sawa. Kama mapenzi yamenifanya niwe hivi sasa, kwa mfano nikiingia kwenye moyo wake sio ndo nitakufa kabisa, na nizikwe kwerekwe bila kazishi. Nakusikiliza. Siku zote kwenye maombi kuna majibu mawili,
kukubaliwa ama kukatalia. Ina maana nimekataliwa? Usiwe na haraka. Niliongea na mama, akaongea na kaka na mama. Wamesema uende nyumbani atakuona. Jamani. Basi nakuhakikishia hivi nilivyovaa hivi sitovaa hivi. Nitapiga kanzu na kofia, nitapendeza. Lakini lazima wazee wafurahi. Nashukuru sana kusikia wito wangu. Unajua Rashidi, tangu mke wangu kufariki nimekuwa na maisha ambayo naishi kibechula, naishi kwa ziki, sina faraja aina yoyote hii. Na kama unavyojua kwamba mimi nipo na yule mwanao, nahitaji amani katika ile hii. Kwa hiyo lengo na makusudio ya kupita hapa, nahitaji ukaniposee. Alafu wewe ni rafiki ambaye ni mzuri katika huu mtaa, nikakuona kwamba wewe ni mtu mwenye heshima zake, si umenielewa? Na unavyoona kwamba mimi naishi bila wazazi, na sasa hivi nimemuona mwanamke ambaye anaweza akanipa faraja katika ndoa yangu. Kwa hiyo nahitaji msaada wako. Basi sawa, sababu ni jambo la heri. Basi sawa, mimi nipo tayari. Asante, nashukuru kwa hilo. Lakini unaweza ukaniambia ni lini labda tunaweza tukaenda? Wanange, jambo la heri naenda kwa mguu wa heri. Ukisema tupange siku, tunaweza tukaenda kitu kishaondoka. Kwa hiyo liwezekana leo lifanywe leo. Rashidi, wala umenifanya ni kuamini kwamba wewe ndo rafiki mzuri katika huu mtaa. Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha mapenzi kwangu na ajali. Yasin, njoo mwanangu. Anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi mimi. Una njaa mwanangu? Unataka kula nini? Chipsi. Ai, kanimsikize mwana baba yako sawa? Kanua chipsi mwanangu. Teuliwa na Mungu tukuja kwenye haya maisha yangu. Shoga yangu, si unisindikize basi na wewe tena. Shoga yangu nimechoka bibi wewe. We nawe, safari ndogo tu imekuchosha hivyo. Ingekuwa mbali ingekuwaje? Ingeshakushindikiza shoga yangu, mimi narudiana na. Basi shoga yangu, tachana naye. Juzi si nimekutana na Rahmati Fopa. Haya yamejiri yapi tena? Kama unavyojua mistishini na kitu. Nakwambia basi nikampamba bibi yetu kuongea, nikampamba kwa maneno mazuri. Na kama unavyonijua shoga yako mie sicheleweshi. Hapa ninavyokuambia lazima majibu arudishe mazuri. Hapa shoga yangu nimemshawishi aachane na huyo mwanaume, atafute mwingine. Upo? Kwanza mwanaume mwenyewe nimemwambia haeleweki. Basi akanambia shoga yangu nishakuelewa. Hapa ninavyokuambia kesho nakuletea jibu. Kwa shoga yangu hapa tusubiri tu majibu mazuri. Kwa hiyo shoga yangu nasubiri muamala. Maana huo ni muamala. Haya shoga yangu, basi acha mimi niwahi nyumbani. Ila usisahau baadaye uje unipitie turudi tena twende tufuatilie ule mzili. Na shoga yangu mambo yaweza ulivyokuwa na kiherehere. Umbea. Asalamu alaykum. Nani anataka salamu zako? Au kuuliza kitu. Nimeifanya wahubiri waswali hela kubiri wa Kayuni wachawi hasa. Kwa hiyo mimi kukupa salamu ndo mimi mchawi? Alafu toka lini mimi ukanisalimia? Nienzo waga. Tumana sijega naingia hapo.
peponi, lakini ustazi, sisi waumini wote motoni. Sawa, lakini mimi nikushauri, achana na ulevi, hauna faida, una hasara. Na ulevi wewe nani? Tijaingia pepo wasalina wote moto, batri moto. Pumbavu, mjinga, mwak. Basi sawa, mimi naomba unisamehe. Wametoka hapo. Chao. Pumbavu. Chao. Mimi ni marai ni kibeti. Muvindi ni kipiga beti. Nafunga ba. DJ peponi. Mlevi peponi. Banange anamtutesa mke wake, anarudi nyumbani kwake huku akiwa. Shoga yangu, haiwezekani watufanye sisi kama watoto wadogo. Pesa tunazitafuta tunapeleka kule, alafu leo tunaenda wanatuambia mara sijui subirini, mara sijui hivi. Wewe unawaelewa kweli? Alafu sasa shoga yangu, mimi kinachoniuma zaidi, kama pesa sote tumetoa, kwani ni kila siku wanatudanganya tenda kesho. Ndio hivyo, mimi nashangaa hawajui sisi tunazitoa wapi. Tunapigwa jua mchana kutwa kwa kuhangaika. Leo hii wanatufanyia hivyo. Shoga yangu, mimi sikubali. Hapa ninavyokuambia, tutoke haraka twende tufuate huko yangu. Unaona sasa na halafu mimi pesa yangu inavyoniuma sasa. Shoga yangu, tusipala sasa. Shoga yangu, mimi inachoniuma zaidi, yaani tunaenda wanakusumbua kama pesa sisi tumetoa. Ndio hivyo, alafu cha kuzingatia hawajui sisi tunazitoa. Umbea, umbea, umbea. Nyinyi, naomba kuuliza swali. Hivi mimi nimewakosea nini katika maisha yenu? Nimewakosea nini katika maisha yenu? Niambieni. Mimi ni binadamu, inawezekana nimeteleza, kuna siku nimewakosea, niweze kujirekebisha. Kwa sababu haiwezekani nyinyi mnakaa vikao kama hivi vya shura, lengo na mazumuni ni kumfitinisha mke wangu kuweza kuachana na mimi. Kuna kipi nimewakosea mimi nyinyi? Nawauliza nyinyi, sio mnanyamaza kimya tu hapo. Kuna kipi nimewakosea katika maisha yenu? Niambieni basi nipate nijirekebishe kama binadamu. Mnanikalia kimya, si ndio? Mnaanzisha vikao vya mnafiki kama hivi kumfitinisha mke wangu kuweza kuachana na mimi, alafu mnanikalia kimya. Maana yake ndo nini? Hata kama mke wangu hali vizuri, hata kama mke wangu hapendezi, anaishi na maskini, so ni mimi kanipenda, so nyinyi. Alafu isitoshe ule ni mke, so mpenzi wala so mchumba. Tena mke wangu nampenda sana zaidi ya sana. Asa sikilizeni nyinyi wapumbavu na wajinga. Mimi najua hamujui matumizi ya zero. Asa mimi nitakuja kuwafundisha kupata kuelewa. Hivi zero ni namba ama sifuri? Tuangalie sura zao. Halo. Eti zero namba au sifuri? Kwa ndoa gani? Nifanye nini? Unielewe. Mwangu. Nifanye nini? Hata uwe unielewe. Pumbavu. Wengu wangu. Mke wangu. Hata uwe nini za kupanga. Wewe mke wangu. Oe. No. Nakuni hapa. Wewe mpungufu. Wewe mjinga. Wewe kutwa napiga honi. Huitiki. Nyumba ya tatu
ya 4, ya 5 mpaka ya 6 wanasikia. Pumba umjinga. Nimekuoa. Ndio. Mume wangu, umeondoka hapa umesema huna hela, alafu umerudi umelewa kama hivyo, umeniachia 2000 kweli? Umeondoka asubuhi. Kuna pesa umerudi mbea. Wewe makelele yote nyumba ya 3 mpaka ya 4 hata ni unanisikia. Wewe uko hapa unisikii? Pupa wewe. Wa nasa sikiliza. Sogea. Sogea. Hivyo kwa nini mke wangu unakuwa mpumbavu? Mjinga. 2000 kwanza umepika roast? Umepika biriani? Bila. Mume wangu, lakini hivyo unavyopiga kelele majirani sada kusikia huko. Wasikie mara ngapi? Unasikia mara ngapi? Pupa. Apiga roho. Mke wangu, uweziki. Unafanya mimi mpumbavu. Sasa nisikilize. Nimekuoa au umenioa? Mimi ni nani katika hii familia? Mpisha. Kapupi! Banange anamtutesa mke wake, anarudi nyumbani kwake huku akiwa amelewa, anampiga mke wake bila ya kujali kama yeye anapendwa na mke wake. Kwa mwengine hawezi kwenda hivi. Kwa nini? Ukipenda kweli unaumizwa na moyo wako kuumia kwa sababu ya mapenzi. Jaribio langu mimi, jaribio langu mimi, jaribio. Haya shoga yangu, kulikoni leo kwetu? Maana sio kawaida yako hii. Siti, kwani kuna ubaya kuja hapa mimi? Shoga yangu, hakuna hata ubaya, lakini wewe ninapokujua ukija hapa basi najua kabisa kuna tatizo. Siti, na matatizo na ndoa yangu. Shoga yangu, mimi la ndoa nalijua, labda uniambie chengine kwa ndoa tu. Shoga yangu, ndoa yangu sielewi. Napitia mitihani mingi, changamoto. Mume wangu ananipiga, ananinyanyasa, hanipi huduma kwa wakati, napauka. Siti, Shoga yangu, wewe sio kupauka tu vo, utatoka mpaka mifupa, we utabaki jiti hivi, watu wakushangae. Wewe si nilishai kukwambia, we nilishai kukushauri, yule sio mwanaume, ukang'ang'ana tu, mimi nataka yeye anioe, maana yake si hivi na hivi nampenda. Haya sasa hivi kimekushindia nini? Siti shoga yangu, nimekuja hapa, wewe ndo rafiki yangu, mizani mtanishauri, kumbe ndo nanikandamiza hivi. Wewe unashindwa kunielewa. Mimi nakushauri vizuri, yule sio mwanaume, tafuta mwanaume. Sasa hivi kuna wanaume wazuri, wana pesa. Mwanaume wewe unachotaka anakuhudumia. Ukitaka uve vizuri, ukitaka ule vizuri. Unioni mimi mwenzako? Napendeza asubuhi, mchana, jioni. Ninachotaka nakula mie. Leo hii unang'ang'ana tu na janaume levi, halieleweki, halina maana yoyote ile. Alafu unakuja unataka ushauri. Unataka nikushauri nini mimi sasa hivi? Siti, naomba unishauri chochote juu ya ndoa yangu mimi, kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Nimeshakushauri vya kutosha. Labda tu mimi nikushauri. Kuna mwanaume anaitwa Azad. Huyo mwanaume huyo ukiwa naye, shoga yangu, utafurahi. Wewe mwenyewe utasema yes, hapa kweli nimefika. Siti, mwanaume? Hapana, mimi siwezi. Nampenda sana mume wangu Siti, nampenda. Yaani wewe ulivyokuwa mjinga. Mimi nakushauri la maana hapa, unaniambia eti mimi nampenda mume wangu. Sasa wewe umefuata nini hapa? Si umefuata mimi nikushauri? Baki basi na mwanaume wako. Si unataka kubaki naye? Niache. Jaribio
jaribio langu la kutafuta mtu sahihi wa maisha yangu. Jaribio langu, oh jamani, jaribio langu, jaribio langu la kutafuta. Unakula huyo mtoto unamwekea, soko matonge hayo unawapeleka. Mkila mimi na yeye anashiba. Haya sawa, ila mke wangu, yani kuna watu duniani wana roho mbaya. Yani kuna watu duniani zile sura zao na rangi zao za mwili ambazo wako nazo, yani ndo roho mbaya yao ambao wako nayo. Yani kuna jamaa mmoja kule kazini na kufanya kazi mweusi, yani mwenzake akipata shilingi 2,000, 5,000, 10,000, basi roho yake hivyo inavokaa, yani roho yake vile ilivyo hana tofauti na ile ngozi yake ya mwili alionayo. Yani roho mbaya huyo jamaa, sitaki hata kumuona. Unarusha mate baba. Kwa mimi natia mate mke wangu, lakini mate yangu kwako sio maji ya kunywa, unakunywa tu. Alafu mume wangu, kisha tarehe yangu ya kwenda kliniki. Hivyo basi naitaka kesho nisindikize. Yani mke wangu, unaelewa vizuri kazi zetu hizi za kimaskini. Ujienda kazini uwezo ukapata pesa ya kukulisha kesho. Sasa kwa mfano mimi naenda clinic naongozana na wewe mguu mosi mguu pili mpaka clinic. Wapi mimi naweza kuipata pesa ya kula kesho? Sasa cha msingi na cha sekondari, mimi nitamtafuta mtu jirani au ndugu yangu, nitampigia simu atakuja, mtaongozana wote na mtaenda klinika. Baba kwenda kunitafutia mtu ndio sitaki kusikia. Fanya. Nataka kesho nipeleke hospitali. Alafu mwanangu anataka kuongozana na baba yake. Mwanangu huyo kasema wapi kama anataka kuongozana na baba yake? Kwa sababu vile nakupenda sana, haina shida. Utaongozana. Mimi nataka. Sasa so nishe. Bale mshika bana. Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha mapenzi kwangu na ajali umasikini wangu anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi mimi hivi nakuuliza huyu mwanangu amekuja kwangu Yasin naam wewe tunakuita wewe tangu mdao unisikia Nikamepumzika na mtameta niambie. Yaani mimi nakuita alafu niambia sema unajifundisha nini uko mtaani? Mimi nataka nikacheze na watoto wenzangu. Kwa hiyo watoto wenzako unaona wana umuhimu sana kuliko mimi mamako Siku hizi umekuwa huna adabu Subiri nikufundishe adabu. Huna adabu. Mimi nakuita, unaniambia nasemaje? Alafu unaniambia babako mimi nakunyanyasa. Mimi nakunyanyasa wewe. Unapenda kunisingizia maneno alikuwa hayaeleweki. Wewe. Mtoto usikize sikii kama nini? Kupiga nisema kwa baba yake. Jaribio langu mimi, jaribio langu la kutafuta mtu sahihi wa maisha yangu. Jaribio langu, oh jamani, jaribio langu. Mwanangu, shida nini? Mama yako kakupiga? Umemkosea nini? Alafu mama yako ananitafuta nini mimi? Hadi uko wewe ndo damu yangu.
kiasi gani mimi nakupenda na kuthamini. Ananitafutia nini mimi? Au anahitaji kujua upande wangu wa pili ukoje? Hebu twende mwanangu. Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha mapenzi kwangu, na ajali umasikini wangu anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi. Mimi hivi nakuuliza, huyu mwanamke amekuja kwangu kama zawadi, ama huyu mke wangu ameteuliwa na Mke wangu, mbona umesimama hapo? Safari yetu bado, tunatakiwa tuende haswa. Sasa mbona umesimama? Mimi nimechoka bana. Mke wangu, kutembea kidogo tu hapa na pale ushaanza kuchoka. Kliniki haipo karibu na hapa, yani kliniki ipo mbali. Sasa kwa hiyo sisi tunatakiwa tutembee. Kutoka tumetoka kule tunatembea na mguu. Mimi nishachoka, tufike tu. Sasa mke wangu, mimi sina Honda, sina baiskeli, sina gari, sina hata bodaboda. Sasa unahisi uko kliniki sasa tutaenda kwa safari gani? Basi ninaomba hata pesa bodaboda basi. Hemu acha mambo yako bwana, tutembee. Wewe nikikuachia hivi hatutembei. Hapa cha kufanya twende. Kila ninachofanya kwake eti yeye anaona sawa, hajali huu masikini na hichi tunachopata kinachonishangaza zaidi. Pata msakani ya kupiga mwanangu. Mimi mwanangu nampenda na namthamini katika moyo wangu. Yeye ndio kipande cha moyo wangu. Umepata msakani ya kupiga mwanangu. Sijampiga mume wangu. Piga wewe. Amniangalie. Niangalie. Kwa hiyo yeye akusingizie. Wewe ule mtoto mdogo tu akusingizie. Nisikilize na kuheshimu. Siku nyingine iwe mwanzo mwisho kupiga mwanangu. Ngoja. Sijampiga, nilimtuma tu dukani, sijampiga. Usijampiga kupe wako mtuma tu dukani. Akusingizie na nimekuoa ndani kwa ili ya kumtuza mwanangu. Unampiga mwanangu wewe ni nani? Nimeteleza mume wangu, sitarudia tena kumpiga mtoto wako. Nyingine iwe mwanzo na mwisho kupiga mwanangu. Na mheshimu mwanangu. Tofauti mnafozana. Yeye ni mfano wa maisha yangu. Mwanangu, wewe, niangalie. Ukimpiga mwanangu, nitakukandamiza. Jaribio langu mimi, jaribio langu la kutafuta mtu sahihi wa maisha yangu. Jaribio langu, oh jamani, jaribio langu, jaribio langu la kutafuta mke bora. Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha. Jamani, asa hizo kazi nyingine sio mimi naziweza, unaambia nje nikusaidie. Mamangu bana, hizi kazi nyingine za watoto wa kike wewe niachie, nitafanya mwenyewe. Kuna kitu naomba kukuuliza. Kitu gani tena mwanangu? Lakini kabla kukuuliza hicho kitu, acha kwanza nikupe sifa yako. Unajua wewe mke wangu mzuri, mrembo, yani tangu uwe na mimi katika maisha yako haujawahi kunung'unika wala kulalamika kuhusu maisha yetu ambayo tuko nayo. Tukipata tunakula, tukikosa tunalala. Halafu hivi kwa nini umeamua kuishi na mimi katika maisha yako? Hivi nakuuliza, huyu mwanamke amekuja kwangu kama mimi natoka naenda zangu kazini. Nije nisikie tena kwamba umempiga tena mwanangu, utakuja kunijua mimi ni nani. Hivi vichapo vidogo vidogo nilivyokupiga
ni vya kawaida. Nikija kusikia tena umempiga mwanangu, nitakuja kukupiga vichapo vya maele. Lakini mume wangu, mimi nimemwelekeza tu mtoto, na maana sina haki ya kumwelekeza chochote. Lakini mume wangu, mimi sina haki ya kumwelekeza mtoto. Mwelekezi? Wewe si muuaji wewe? Wewe si katili wewe? Wewe si Subiani Ruhani tena Rubamba wewe? Unamkandamiza mwanangu, unampiga mwanangu, ile ni damu yangu. Na hujatamani kuishi na wanaume wenye magari, wenye mahonda? Hivi kwa nini umeamua kuishi na mimi, mke wangu? Alafu nyumbani kwetu sijafunzwa kuwa mwanamke mwenye tamaa. Nimefunzwa kupenda mwanaume ambaye hana kitu awe nacho, asiwe nacho. Wewe ndio hivyo, mimi nimeamua kupenda kutokana na hali yako. Asante sana, nimefurahi. Ila yes, hello boss. Sawa mume wangu, nimekuelewa, nimekosa, sitarudia tena. Basi naomba niachie pesa matumizi. Yaani pesa matumizi nikupe wewe? Wewe katili, wewe shetani wewe, wewe muuaji wewe. Wewe si Subiani wewe, Ruhani Rubamba wewe. Unampiga mwanangu, unamkandamiza mwanangu. Ile ni damu yangu. Wewe unajua kiasi gani mimi kiasi gani nimempata? Pumbapu wewe. Mjinga wewe. Nisikilize. Wewe kwa sasa utakuwa house girl. Bora pesa nimpe mwanangu. Mbavu wewe. Lakini mume wangu, kwa nini unanifanyia hivyo? Umasikini wangu anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi. Mimi hivi nakuuliza, huyu mwanamke amekuja kwangu kama Huo mzigo tayari umeingia? Pale pale ofisini Kwa hiyo kunahitajika vijana wangapi? Au sisi tulokuwepo hapo tuje? Wengine wapo huko Haya sawa, mapema tunawahi. Chapu haraka. Haya sawa, nakuja. Kuna kitu tu hapa namalizia, lakini nakuja sasa hivi. Haya. Mke wangu, mimi nimepata simu ya dharura, kwa hiyo itanibidi niondoke. Sana. Kila ninachofanya kwake eti yeye anaona sawa, hajali huu masikini. Halo mama. Shikamoo mama. Sijambo mama, za upo? Huku mama, mimi sielewi ndoa yangu, mwanaume ananinyanyasa, nimechoka. Kupenda siku zote zama maisha yangu, kwa sababu wewe unanipenda na kunijali. Amebadilika, narudi amelewa, mapombe, simuelewe, la kula ananiachia 2000 na watoto, akirudi ananipiga. Nimechoka mama yangu. Mimi nataka nirudi nyumbani mama, nimechoka, siwezi. Soko manyenyeso haya ya kupigwa mama, nimechoka, siwezi. I'm sorry my love, naomba unisamehe, nimeteleza tu, haikuwa dhamira yangu kukuumiza, bali shetani mbaya ndo kafanikiwa kufanya nayo. Yataka naomba urojeshe moyo wako. Salamu alaykum Ustaz. Wa alaykum salam. Samahani na maongezi nawe mara moja. Sawa shemeji. Ustaz Rashid, nimekuja na malalamiko. Malalamiko gani tena shemeji? Kuhusu ndoa yangu. Mume wangu siku hizi simuelewi, na wewe ndo mtu pekee ulokuja nyumbani kuniposa. Amekuwa siku hizi na vituko vingi, ananipiga, ananinyanyasa, pezea mbele ya majirani, hanipi uhuru wa kuwa kama mke.
haniachie hela matumizi. Kibaya zaidi, muda mwingine nakuja nyumbani akiwa amelewa. Anza ishi hapo hapo, haina haja ya kunielezea sana. Mimi mwenyewe nimemkuta njiani akiwa amelewa, na kibaya zaidi nikamsalimia na akanitukana. Lakini Banange mtu wangu sana wa karibu, nitaongea naye na atanielewa. Ustaz Rashid, ukinisaidia kwa hili nitashukuru sana, kwa sababu nampenda sana mume wangu. Yeye ndo maisha yangu, yeye ndo mume wangu, yeye ndo kila kitu kwangu. Na nimeshirikisha nyumbani, kuna ndugu yangu ameniambia atanisaidia, wazazi wamekataa. Sawa shemeji, nimekuelewa. Elewa kila penye gumu pana wepesi mbele yake. Mimi Banange nitaongea naye na naamini atanisikiliza. Kwa hiyo ondoa hofu shemeji yangu, na nikitoka hapa kuongea nitampigia Banange, nitaongea naye na naamini atanisikiliza. Sawa Ustaz Rashid, nimekuelewa. Basi naomba niwahi nyumbani, ila naomba unisaidie sana, usipuuze, naamini atakuelewa. I'm sorry my love, naomba unisamehe. Banange, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Nimepokea sana malalamiko mengi sana kuhusu mke wako. Banange, si unakumbuka kipindi nataka uoe, umenifuata mimi ndo mtu wako wa karibu, nikakushauri Kwa nini sasa Banange unafanya hivi? Tambua yule binti ana mapenzi sana ya dhati na wewe. Kwa nini unamnyanyasa? Banange, unafanya sio sawa, na tena sio sawa. Sheikh Rashid, unapoendelea utanikosea. Na kuheshimu sana. Na kuheshimu sana. Lakini laiti angekuwa mke wangu, anamthamini mtoto wangu, anamjali, anakuwa gaidi, anampiga. Yule ni gaidi, hafai. Kwa hiyo wewe unanipigia simu kwa ajili ya kumtetea mke wangu, sio? Mke wangu gani? Ni kweli mimi nimekuja kwako baada ya kuwa kwamba mimi namtaka yule mke ili azibe tobo la first wife. Inakuwaje anampiga mwanangu? Sawa, nimekuelewa. Lakini tambua, wahenga wanasema hasira hasara. Na ukitumia maamuzi kwenye hasira, unaweza kupoteza kilicho bora. Natambua Banange, mke wako anakupenda sana. Mbona nijie kwenye upole? Sheikh Rashid, tutakosana. Usiendelee kuzungumza stori za mke wangu. Si umenielewa vizuri? Tutakosana. Iwe mwanzo na mwisho. Na kuheshimu sana Sheikh Rashid. Kama umekosa cha kuniambia, basi wacha mimi niwahi. Waheri. Banange, kwa Banange ndo unaondoka, utaki hata kunisikiliza? Mtajua na mezana na wewe kivipi? Naam boss. Sasa nimekupigia kwa ajili ya kukuuliza jambo moja tu. Ili mchakato mpaka sasa unaendeleaje? Ishu nifuatilia boss, na inaendelea kwa vizuri. Yaani karibuni tu kila kitu kienda kwa sawa. Ondoa shaka juu ya hilo. Vizuri sana. Sasa nataka nikupe angalizo kidogo. Hebu hakikisha unalifanya hili effectively. Sawa? Yaani make sure unafanya effectively kama inavyotakiwa. Usihesitate. Yes, tunafanya hivi kwa ajili ya kazi maalum, ili jambo lake la ndoa likafanyike kwa jinsi inavyopaswa kuwa. Karibuni inaenda kufanikiwa. Kuna muda mchache tu. Sawa. Natumai umenielewa vizuri sana. Kwa hiyo mimi nakutakia kila laheri. Sawa, asante boss. Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha mapenzi kwangu, na ajali umasikini wangu anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi. Mimi hivi nakuuliza, huyu mwanamke amekuja kwangu kama zawadi, ama huyu mke wangu ameteuliwa na Mungu tukuja kwenye haya maisha yangu?
kama mapenzi yamenifanya niwe hivi sasa. Kwa mfano nikiingia kwenye moyo wake, sio ndo nitakufa kabisa na nizikwe kwerekwe. Bila shaka ni mpenzi wangu Siti. Nampenda sana lakini. Umenijuaje? Kwani kuna mtu ambaye anapotelewa na chake? Sawa, tuachane na hayo. Na kwa nini napiga simu yako muda mrefu sana na kata? Nilikuwa nina kazi. Kwa hiyo ukiwa na kazi simu yako inakuwa ipatikani, si ndio? Hata hivyo lazima chaji ghafla tu. Sawa, tuachane na hayo. Tunaweza kwenda nyumbani, nimeshaandaa kila kitu. Kuna kitu mimi nataka nikwambie kabla tujaenda. Hata kumbe tunaweza kuzungumza tu, hamna shida. Mimi niko baya. Yaani sasa mpenzi wangu, kumbe hujaacha tu utani wako wa siku zote. Mbona umependeza, upo vizuri. Acha mambo yako bana, hebu nyanyuka tuende zetu. Hapana, sijamaanisha hivyo. Yeye ninamaanisha kwamba mimi nipo kwenye siku zangu. Sasa kwa nini hujaniambia mapema mpaka umefika hapa? Sikutaka kukueleza hili kwa sababu nilitaka tukutane uso kwa uso, ndio nipo nikwambie. Na hata hivyo tunaweza tukwenda tukapiga story, tukaongea tu mambo mengine. Ukapiga story na nani sasa na upo katika hali kama hiyo? Hebu sikiza nikwambie. Nenda nyumbani na mimi naingia mishe. Nitakutafuta baadaye. Lakini mbona sio vibaya? Fanya hivyo nilipokuagiza basi. I'm sorry my love, naomba unisamehe. Nimeteleza tu, haikuwa dhamira yangu kukuumiza. Bali shetani mbaya ndo kafanikiwa kufanya nayo. Yataka naomba urojeshe moyo wako. Halo bosi, habari yako? Salama za kwako? Zangu mimi mzuri tu. Kuna mteja hapa anataka chumba, vipi kipo? Chumba ndiyo kipo. Ila huyu anataka chumba cha 30 kwa sababu hana pesa. 30. Sawa, hamna shida. Njoo naye kwangu basi. Basi sawa, baadaye mimi nitakuja nyumbani kwako akisha confirm. Sawa, lakini nyinyi madalali mna matatizo bana, kwa sababu mimi nimekuambia ni 30, lakini wewe ukienda kwa mteja unamwambia bei kubwa zaidi ya hiyo. Bosi, usiani bwana, hizo ni mimi tu. Sio unajua tunatafuta ugali. Sawa, msifanye hivyo lakini, kwa sababu mimi napokea maneno mingi sana kuhusu nini. Sawa? Lengo la mazumuni la kikao hiki ni kuhusu Banange na Bi Arafa. Lakini kabla ya kuanza kikao hiki tumsikilize kaka yake Bi Arafa kama kuna maoni yote kama atatoa. Asanteni sana, nimeipokea kikao. Na kabla ya yote, jina langu naitwa Abubakar. Na tumepokea malalamiko mingi sana hapo nyuma. Na leo ilikuwa inapaswa kuweza kufika wazazi kwa ajili ya kuhudhuria katika kikao. Lakini kutokana na mitihani ambayo imejitokeza, imenibidi mimi kama kaka familia unaweza kuhudhuria hapa ili nitakachokipata hapa niweze kuwafikishia na wao. Kwa maelezo ambayo tumepokea kwamba Bananga anamtesa sana mke wake. Yaani anampiga, anamnyanyasa, hampi haki zake za kimsingi. Yaani kifupi anaporudi nyumbani pia anakuwa amelewa, anamsumbua, majirani wanamcheka. Yaani kifupi tafrani. Yaani sikio wangu hapo nilizia vipi? Sawa, nimekuelewa. Banange, umesikia malalamiko kutoka kwa kina Arafa? Nimesikia. Banange, si unakumbuka kipindi cha nyuma? Unanifuata. Unaniambia kuna binti, unataka umuoe. Mimi nikakubalia. Banange, mbona sasa tunazalisha mbele za watu? Mbele za umma? Hicho anachokiongea shemeji yangu ni kweli. Sheikh Rashid, shemeji yangu, naomba unisamehe kwa yote ambayo nimemtendea mke wangu. Hicho anachokiongea shemeji yangu ni kweli.
nimemfanyia makosa makubwa sana mke wangu. Mimi nilikuwa nalewa, navuta bangi. Hata nyumbani kwangu mimi nilikuwa narudi saa 9 za usiku. Nilikuwa sijali hata siku moja familia yangu. Mke wangu mimi nikitoka huwa namwachia buku 2 tu. Hii kweli ilikuwa sio haki. Hata sheria ya dini hairuhusu hivi. Lakini kwa kuwa shetani amenipitia na nimefanya hayo yote kwa sababu ya stress ya mke wangu wa zamani. Roho yangu inanisuta sana, naomba mnisamehe. Bi Arafa, umesikia kauli ilivyotoka kwa mmeo? Ndio nimesikia. Upo tayari kumsamehe? Lakini kabla ya kumsamehe, subiri tusikilize kauli kutoka kwa kakako. Kwa vile ameamua kukiri kosa, basi si atunabudi kumsamehe, na naahidi tafikishia wazee pia, kwa sababu hata Mungu pia unapomkosea anakusamehe. Kwa hiyo sisi ni nani tusiweze kumsamehe? Tumsamehe. Banange na Bi Arafa, samehaneni. Nashukuru kusikia hii. Mke wangu, naomba unisamehe. I'm sorry my love, naomba unisamehe. Nimeteleza tu. Nisamehe mke wangu. Nitabadilika tabia yangu. Sawa nisikia. Bali shetani mbaya ndo kafanikiwa kufanya nayo. Yataka naomba urojeshe moyo wako. Sasa hasira zangu zote za huku nazimalizia hapo ukija. Ode. Kama mapenzi yamenifanya niwe hivi sasa, kwa mfano nikiingia kwenye moyo wake sio ndo nitakufaa kabisa, na nizikwe kwerekwe bila kazi shikufanya. Habari yako bosi? Salama. Nimefuata la Bosi, pesa mimi nilikuwepo nayo na nilikuwa na lengo la kukulipa, lakini hali ya mke wangu kidogo imekuwa hafifu. Tumbo lilikuwa linamsumbua na unajua tena yeye ni mjamzito. Kwa hiyo imenibidi mimi nimpeleke kliniki na pesa zote nimenitumia huko. Hivi mimba mke wako unanusu nini mimi? Ha? Matatizo yako yanahusiana nini na kodi yangu? Na unahisi nyumba nimeitengeneza kwa ajili ya kutoa misaada, si ndio? Brother, hii nyumba nimeitengeneza kwa ajili ya kufanyia biashara. Sasa nakupatia masaa 24. Kama kodi yangu itakuwa umeikosa, naomba toa vitu vyako hapa nilete mpangaji mwingine. Kwa sababu mimi mwenyewe nina matatizo mengi sana zaidi ya kwako haya. Na haya matatizo asitufanye tukazoeana sana. Sijui itakuwa umenielewa? Kaka, sasa mimi nikishakunja vitu vyangu nikitoa nje, yani mimi nitaenda kuishi wapi? Na hali ya mke wangu kama unavyoiona, naomba unisamehe. Mimi nitafanya vyovyote ninavyoweza. Pesa yako nitakuletea, lakini kwa kuondoka hapana bosi. Mke wako anihusu mimi. Na matatizo yangu ya kuhusu wewe, sawa? Nafikiri sina tena haja ya kujielezea sana, itakuwa ushanifahamu. Tutaonana baada ya masaa 24. Kwaheri. Mke wangu. Labeka mwanangu. Yasir, mwanangu. Naam. Kwanza naomba msamaha kwa yote ambayo nimekosea mke wangu. Tumetoka kwenye kikao kikubwa, hichi ni kikao chetu cha dharura cha kifamilia. Kwanza mke wangu, naomba unisamehe kwa yote nilokukosea. Najua mangapi nimekufanyia mabaya mbele za ulimwengu wa watu. Nimekuadhirisha, na mimi kutokana na tabia yangu iliyokuwa chafu, nilikuwa nalewa mchana na kunywa pombe kwa wingi, navuta bangi, lakini hayo yote nimeyafanya kwa sababu ibilisi ameniingia katika mifupa yangu ya damu. Kwanza naomba unisamehe. Sawa mume wangu, nishakusamehe muda tu.
Ndio maana nikaita kikao ili kupata suluhu ya ndoa yangu, kwa sababu nakupenda sana mume. Nashukuru kusikia hivyo. Na Yasir, Naam baba. naomba msamehe mama yako, sawa? Mama, naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia. Haikuwa kusudio langu. Sawa, nimekusamehe mwanangu. Hakika wewe ndo mke bora na mke mwenye Mume wangu, hebu acha matani yako bana. Mume wangu, hebu acha matani bana, muda mwingine basi matani punguza. Mbobo serious Mume wangu, sasa mimi nakusaidiaje? Kila ninachofanya kwake bado naona ndo anazidisha mapenzi kwangu, na ajali umasikini wangu anazidi kunipenda na kunionesha mapenzi. Mimi hivi nakuuliza, huyu mwanamke amekuja kwangu kama zawadi, ama huyu mke wangu ameteuliwa na Mungu tukuja kwenye haya maisha yangu? Wewe ndo shoga yake na Naima ambayo nimeongea naye muda mrefu? Ndio. Oh. Niambie, nini shida? Mimi ni rafiki yake Naima, na akanifahamisha kuwa ni mkako nisaidia wanawake wengi hapa mtaani. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada wako. Mume wangu ana matatizo ya kuparalyze na sina pesa ya kumpeleka hospitalini. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kiasi kidogo nisaidie. Ni kweli, mimi nawasaidia wengi, lakini mimi pia sina mbambamba, yaani sikopeshi. Ukiona kina Ima na kina wengine ambao mara ametumia iPhone, mara ametumia hivi, mimi huwaga nawasaidia. Ondoa shaka, umefika sehemu salama, lakini na mimi kwako nahitaji msaada mdogo tu, dakika 2 tu, alafu kila kitu uko upande wa kupita kaa sawa. Kitu gani tena? Usijifanye kama mtoto mdogo kwamba uelewi. Unajua wewe ni mwanamke mzuri na mrembo sana, lakini pia kuna kitu ambacho umezaliwa nacho katika mwili wako. Ni baraka, lakini pia ni tunda. Nahitaji unipatie kwa dakika 2 tu. Baada ya hapo kila kitu kitakaa sawa na imani nitafurahi. Wewe kaka, mbona una aibu? Uona hata na hii hali yangu niliopotea nayo, alafu bado unataka ifanye kitu kama hicho? Hiyo hali mimi ndo napenda. Yaani mimi nikikutana na wanawake aina kama ya kwako na wewe ujauzito, mimi ndo na enjoy kabisa. Yaani nafurahi. Mimi nakuahidi dakika 2 au nusu saa tu kila kitu kitakaa sawa. Alafu kingine kitakuwa siri yangu baina mimi na wewe. Karibu pita. Wewe ingia kusumisa. Mimi siwezi. Kama hawezi kunisaidia, basi mimi siwezi kuingia ndani. Dakika chache tu. Pita, acha kuogopa, dakika chache tu na imani kila kitu chako kitakaa sawa na pia utafurahi. Alafu kingine hakuna yoyote atakayejua kuhusu mimi na wewe. Kumbe ujao sasa hapa umekuja kufanya nini? Watu wengine bwana, lakini na imani hapo utarudi tu.
jaribio langu la kutafuta mke bora. Kila ninachofanya kwake, eti yeye anaona sawa. Hajali huu masikini na hichi tunachopata kinachonishangaza zaidi kwa huyu mke wangu, eti nikiwa nimerudi mikono mitupu nyumbani, eti yeye ananionyesha tabasamu na kunikumbatia. Hivi kwa nini sisi watu maskini tunapitia shida na maisha ya tabu kiasi hiki? Sina pesa, mume wangu anaumwa na sijui hata nifanye nini. Ima naye kanifahamisha niende kwa yule rafiki yake anipatie msaada. Cha ajabu ananiambia nitoe kitu anipe kitu. Ama kweli sasa hivi ni zama za nipe nikupe. Lakini mume wangu anaumwa, sasa nitafanya nini? Na mimi sina pesa, sina ndugu yote atakayeweza kunisaidia mimi. Hivi ni kweli nimwache mume wangu angamie? Hapana, haiwezekani. Wacha niende. Hivi ni kweli maisha ya mume wangu. Kama mapenzi yamenifanya niwe hivi sasa, kwa mfano nikiingia kwenye moyo wake sio ndo nitakufa kabisa, na nizikwe kwerekwe bila kazishi kufanyika. Nampenda sana lakini kumwambia sio si. Wow. Nadhani sasa kila kitu kiko sawa, na nikutoe na wasi tu. Pesa yako iko mle, tukimaliza unachukua pesa yako bila wasiwasi wote. Sijui tu mwanzo ulikuwa na wasiwasi wa nini. Kilichobaki tumalizane, alafu kila kitu kitaenda sawa. Sogea basi. Kwa nini unaogopa nini? Au nini mje kifuata huko? Subiri basi. Mbona haraka hivyo? Unaogopa nini sasa? Kwani haujui nini mkuja kifuata ndani? Sogea bwana. Hamna yoyote atakayejua. Na ukiniridhisha zaidi, nitakupa zaidi ya ile unayoiona. Halafu siku leo utakuwa ni wa kipekee na tofauti. Sogea. Nini sasa? Haujui nini mkuja kifuata ndani? Sogea bwana. Au uko tayari kumuona mumeo anapata tabu, anateseka kwa sababu kitu cha dakika 5 tu? Basi nenda. Sawa, nimekubali, lakini tusifanye sana. Wow. Sijatarajia kama utakubali kiwepesi kama hivyo. Mimi nakuahidi ni dakika 2 tu, na ushahidi wangu wote kwamba pesa yako ipo. Ukimaliza unaenda kuchukua mwenyewe. Sogea basi mpenzi. Sikutarajia. Unajua usiku wa leo utakuwa usiku wa tofauti. Halafu dakika 5 tu ila yako ile pale. Sogea basi karibu. Mume wangu, wewe ulikuwa unaumwa wewe? Mke wangu, mimi mwenyewe najishangaa. Nimepona ghafla. Na hivi nilivyopona sijui hata nimeponaje. Hizi mimi naamini ni rehema za Mungu tu. Amenijalia nipone na ndio maana nikapona.
Mume wangu, siku zote nakuambia sasa kunilete matani kwenye vitu vya userious. Nimetoka nimeenda kutafuta pesa ili nikupeleke hospitalini, alafu kumbe hata huumwi chochote. Mie sipendi bana. Mke wangu, nimekwambia nimepona kwa rehema za Mungu. Sasa mimi naleta matani vipi? Mimi nilikuwa naumwa, nashangaa nimepona ghafla na sijui hata nimepona ponaje. Nielewe basi. Sitaki matani yako bana, niache. Sasa mke wangu, kuna surprise ndogo kwa ajili yako. Surprise gani? Tuingie ndani. Kila ninachofanya kwake eti yeye anaona sawa, hajali huu masikini na hichi tunachopata kinachonishangaza zaidi kwa huyu mke wangu, eti nikiwa nimerudi mikono mitupu nyumbani, eti yeye ananionyesha tabasamu na kunikumbatia, takupenda siku zote. Nini sasa? Haujui nini kuja kifato ndani? Unajua usiku wa leo utakuwa usiku wa tofauti. Halafu dakika 5 tu ela yako ile pale. Sogea basi karibu. Siamini macho yangu kama wewe ndo mtu wangu. Kwa nini ulinificha kwenye maisha yako kama we ni tajiri mkubwa tu eti nilo? Kwa nini usiniambie mwanzo na kupenda siku zote na kupenda Mume wangu, wewe si maskini? Mke wangu, don't judge a book by its cover. Nilijifanya maskini tu na yale yote alikuwa nimesha kuigiza. Nilijifanya maskini kwa sababu ya kaka yangu hapa aliniposhauri. Brother, asante kwa kunipa muda wako na kunisikiliza. Lakini unajua kitu ambacho nimekuitia hapa, sisi vijana kuna muda umri unapoenda, kwa hiyo muda wenyewe unasema no. Nimechoka maisha kwa single. Kwa hiyo na mimi nahitaji kuwa kama wewe jinsi ulivyo. Well. Nilo my brother. Kwanza nikupongeze sana sana. Unajua katika uamuzi ambao umewahi kuamua mgumu kwenye maisha yako ni huo wewe kutaka kuoa. Ila unajua binadamu kwenye maisha yetu tunakuwa tuna sherehe mbili kubwa tu. Sherehe ya kwanza ni kuoa, inayofuata ni kufa. Hivyo ni vitu pekee ambao vinaweza vikafanya watu wakusanyika kwa ajili yako. Kwa hiyo umechukua uamuzi mmoja mzuri sana ndugu yangu. Ila hebu kwanza naomba nikuulize, ni msichana gani ambaye amekushawishi wewe Nilo mpaka nifikia stage unataka utamke na nondoa kwa ajili yake? Binti ambaye macho yangu amemuona kwa sasa anaitwa Rahma. Anaishi hapo mtaa wa kati. Na nipo naye kwenye mahusiano takriban kama miezi 4. Na tangia afike hapa ana miezi kama 8 tu. Wow. Well. Mmenishangaza sana. Yaani ni miezi 4 tu, lakini tayari amefanikiwa kuteka moyo wako. Okay. Anyway,
Lakini bila shaka najua nataka kuwa kama mimi. Yaani natamani uingie kwenye ndoa alafu ufurahie maisha kama mimi, si ndio? Yaani my brother, so kutamani. Yaani nataka niwe zaidi ya wewe. Siku moja natamani nivivae viatu vyako. Okay. Hilo linawezekana sana. Lakini kama utakubaliana na mimi, kuna jaribio nataka nikupe. Jaribio? Jaribio gani tena kaka? Licha ya hivyo, ile siku ambayo umeniona mimi nimeparalyze chumbani haikuwa kweli. Ilikuwa hivi. Hilo lilikuwa jaribio la kwanza na umemaliza. Kwa hiyo kutoka hapo tunatakiwa tule jaribio la pili ili mpango wetu utimie. Brother, mbona ule binti wa watu wako na mapenzi tu na mimi? Umenipa jaribio la kwanza kulifanya, nimelifanya na nimelitekeleza, na still bado mwanamke anaendelea kuonesha na mapenzi kwangu. Kitu gani sasa mimi nifanye kwake? Milo, hivi kwa nini unashindwa kuamini mpango wako? Una wasiwasi gani? Kitu chochote ambacho tumekipanga na kukianza, tunatakiwa kukimaliza. Hofu yako ni nini wewe? Mambo hayawezi kwenda kama unavyotaka wewe. Kumbe una akili za kitoto sana. Hebu nisikilize. Huu mpango kama hatujaukamilisha, hatuwezi kupata matokeo. Never. Never Nilo. Ni lazima tukamilishe task zote. Sasa nisikilize. Inakubidi ukamilishe mpango unless nitajitoa. Nitakuacha mwenyewe. Kitu gani sasa? Kutoka sasa unatakiwa kuparalyze. My brother, yaani mimi niende kuparalyze? Yes. Hivi kwa mfano unaenda kuparalyze na paralyze kweli, unakuja kuniangalia vipi mimi mdogo wako? Hebu nisikilize. Yaani sitaki kabisa hizo akili zako za kitoto. Yaani mipango kitoto usiniletee kabisa. Sawa? Hebu fanya kama ninavyokuambia. Unatakiwa kuparalyze ili mpango wetu utimie. Asante sana brother kwa kunifanya mimi kupata mke sahihi. Rahma, hii unaiona hapa yote hii ni familia yangu. Na hii nyumba hii ambayo unaiona hapa ipo kwenye ukarabati, haijamaliza kutengenezwa. Kwa hiyo hii nyumba kuanzia leo ni mali yako. Wow. Basi sawa, nafikiri mabibi na mabwana tunaingia ndani kwanza kwa ajili ya kupata lunch ili tupate kujiandaa kwa huo mtoko wa usiku. Au mnasemaje? Jaribio langu la kutafuta mke.